Madam Lynn, leo niko na swali kuhusu early marriage. Like what normally cause early marriage in this today's life? Aya, tunasema kwa early marriage ama early pregnancy unaweza pata uko kwa familia ni maskini, maybe umesoma, umefika darasa la 8. Fika darasa la 8, wazazi wako hawana uwezo wa kupeleka shuleni. Wanasema huyu ni msichana, si lazima aende shuleni. Akiona ile maisha yao, atapata mtu akona pesa. Akipata mwanaume akona pesa, ataenda. Na kumbe bado ajui. Okay. Hapo kwa kutojua yani according to me Kenya huwa ina cause early marriage ni maybe niseme lack of easy special things zenye madems wanahitaji, vitu kama hizo. Seti unaweza toka kwa background yenye hawajiwezi, ndio maana una engage kwa hizo vitu kama hizo, si ndio? Maybe niseme unaweza toka kwa familia yenye tajiri, vitu kama hizo, na mama mwenye umepata unaweza pata unaishi na mama si mama yako, na anaweza kuwa na kutesa, kitu kama hizo. Hiyo any special needs za kupay. Yeah, that's why unaweza jikuta engage kwa vitu kama hizo na si kwa kupenda kwako. Na sasa Kenya ufanya hizo vitu zote zifanyike, sema ukosefu wa good environment, kitu kama hiyo. Yeah. Na pia unaweza pata msichana, unaweza pata mamake. Unaweza pata mama msichana pia maybe wameishi vizuri ama hawajaishi vizuri. Mama ndo anauza msichana. Unaweza pata mama anachukua msichana wake, anampeleka, anasema afanye ushirati nje, arudi na pesa. Ama wana chakula kwa nyumba, mama atakubali. Kama ni mama mwenye ana akili, ataenda jitume nje, si atume mtoto. Hapo unaweza pata mtoto akishaenda nje anapata mimba. Kama baada ya kumdogo, tuseme mtoto ako 16, sikiza hadi wa 15 14 wanazaa. Sasa hiyo ndio shida sasa. Okay, sasa kwa mama kao, yani wenye wanatuma watoto ndio watete hizo nini? Hizo basic needs. Basic needs ni responsibility ya parents, ndio vitu kama hizo. It's not your responsibility to send a child to go and search for what? For maybe in some those special needs. Yeah. So kwa wamama kao wanafaa wapewe yani like ka advice hivi ndio wapate vile unaweza change juu wao ndo wanakose watoto wao waharibike, na watoto wakishaharibika masomo yao yaharibike, wanaanza kulaumu watoto atio mtoto ndiye engage kwa vitu kama hizo peke yake, na si kwa kupenda kwa mtoto. Like mtoto pia anaona vile anatumwa, akirudi nyumbani akuje na nteme hata kaunga hivi kaskari, then mama pia anafurahia. So unajua akiona mama amefurahia atapata advantage nyingine ya kwenda next day na kuleta hizo vitu ndio mamake afurahie. Sasa vitu kama hizo. Na pia unaweza pata mzazi, mtoto anafuata tabia ya mzazi. Unaweza pata mzazi analeta mwanaume kwa nyumba, na kwa hiyo nyumba anaishi na mtoto, analala na huyo mwanaume kwa nyumba. Mtoto ataona kesho, mtoto atatoka nje afanye, ama huyo mwanamume anaweza lala na huyo mtoto pia. Sasa hapo ndio mtoto atajua kumbe kuna vitu vizuri hapa nje, inafaa nitoke mimi pia nikuje. Na pia sisi kama wazazi pia, watoto hajatutumia message ati nilete duniani. Hapana. Inafaa vile tumezaa watoto, tunatunza watoto. Si watoto wafanye vitu mbovu, hapana, hizo si vizuri. Sasa hapo inafaa tukae chini, ama mimi naona kama serikali inaweza leta mafundisho ya wanawake na ya wasichana, inaweza kuwa vizuri sana.
Na pia kama ni mbaya au wazazi wanapeleka wanafanya watoto wanafanya vitu mbaya, inafaa tuwashike ndio za kutusaidia. Okay, hapo pia uko tu sawa. Tukaa hiyo. Inafaa washikwe. Juu ukipatikana unafanyia mtoto wako vitu kaa hizo, unafaa tu ushikwe. Ndo watoto wetu wa siku hizi wasiharibike. Juu most of watoto siku hizi wameharibika kuliko kitambo. Siku hizi na watoto wameharibika ukweli. Unaona kitambo watoto hawakuanza kufanya hizi tabia. Hata kama wanafanya, mzazi atakaa na mtoto chini amwongeleshe vizuri. Lakini siku hizi unapata mzazi ameweka mtoto akianza tu hiyo tabia, mtoto atoke kwa nyumba aende lale nje. Akirudi kesho mzazi atamuuliza. Maybe anaweza muuliza and then baadaye asema mama nilikuwa nimeenda kutafuta kitu kama hii. Kesho huyo mtu amesema anaenda kunipa pesa. Mama atakubali. Siku hizi wazazi wa siku hizi wanaangalia pesa. Wanaona bila pesa hawezi kaa. Sasa yeye akisikia pesa ashafurahi. Unaweza pata mtoto ni wa 16 years old. Anaenda na mbaba, rika babake. Na si kitu poa. Hapo ukienda ukaongea na mama mtoto anasema angalia maisha yako. Lakini wewe unaangalia maisha yule mtoto. Baadaye utaona kama ndo unaona siku hizi wazazi wanafanya hii kitu imetoka ati family planning. Wanaekea watoto mapema. Wakishaekea watoto, sasa mtoto akienda kudanga nje, atashika mimba na si kitu nzuri. Na pia kitu inaharibu health ya mtoto. Ikifika mbeleni, mwanaume anataka mtoto, haizi pata. Hapo ndo sasa shida. Mwanaume anamwambia rudi kwa mamaka akufundishe, ndo urudi nikuoe vizuri. Okay, watazamaji, nafikiria hapo mmeelewa na pia mmesikia advice yetu kama sisi. Sasa ni vizuri tujipe, yani tukae chini tujiulize nini, what is good for us and what is bad for us, something like that. So I think umesikia maoni yetu kama sisi pia wasichana. Juu si pia tunaona hizo tabia na zitubambi. Kwa mama mchange na pia kwa wasichana wenzetu pia tuchange. Bye bye.